kama kuna watu wa kuomba kuna Mungu wa kujibu. Naomba nisikie nduru kwa uwanja mzima ya Yesu jameni. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Kwa jina la Yesu. Naomba nimletee mchungaji. Hallelujah. I want to invite Reverend Moses Degwa. Reverend Moses Degwa to give us a sermon. Pigeni Yesu makofi jameni. Wa Kenya, Bwana asifiwe. Naomba tutulie kwa dakika moja. Wale ambao wanazungumza, wale ambao wanapiga makelele, mtupe nafasi ni nene neno la Bwana kwa dakika kidogo sana. Na tuombe kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni uliye na nguvu na uwezo na mamlaka, tunakushukuru kwa maana neno lako ni uhai, neno lako lina nguvu, neno lako ni usaidizi wakati wa shida na hata wakati wa raha. Tumia mawazo yangu, maneno ya kinywa changu ya kubariki mbele zako, ili nitakayo nena siku ya leo yakuwe baraka kwa taifa letu, kwa viongozi na kila mmoja wetu. Zungumza nasi kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Nachukua nafasi hii, sitachukua muda mrefu kunena neno la Bwana kwa njia fupi. And I want to speak about being politically incorrect. Wakati mwingine hatukubaliki kwa mambo ambayo inatendeka kisiasa, na kuna watu wawili ambao hawakuwa nakubalika. Katika kitabu cha Amos 7, mtaona mtumishi wa Mungu anaitwa Amos alienda akaongea mambo makubwa sana kwa viongozi. Na akaambia hili taifa litaisha, akaambia hili taifa litakuwa na shida. Lakini mtumishi wa Bwana akaitwa na viongozi akaambiwa lazima arudi kwao. Akasema mimi nitarudi kwa maana hata mimi ni mtu mnyonge na nilikuwa naangalia mashamba. Wakati wa leo kuna watu wengi ambao they are not politically correct, and we tell them to go back to their land. Kwa sababu mambo ambao wanayanena na kuyazungumza hayakubaliki. Lakini tuko na mtumishi wa Bwana Amos ambaye alisimama akasema mimi ni Mungu amenituma niwaambie yale tunayofanya sio sawa. Kulikuwa kiongozi mwingine, mwokozi wetu Yesu Kristo, alisimama mpaka kanisani kwa madhehebu na akasema hata manabii hawafanyi vile inahitajika. So it is, you are a good follower of Jesus Christ if you are politically incorrect. If you are politically correct, you accept everything that is being done, na unakubaliana na yale ambayo inatendeka. Yesu akasema imefika mahali mimi kama mwokozi wenu kusema yanayofanywa katika hekalu sio hayo, yale yanayofanywa na viongozi sio hayo. Siku ya leo ambayo tumekuja hapa, tunataka kusimama upande wa mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alisimama kwa wanyonge, ambaye alisimama kwa wadhaifu, ambaye alisimama kwa ambao walikuwa na shida. Siku ya leo katika taifa letu kuna mambo ambayo tunaweza angalia na tuonekane kama kisiasa haikubariki. Wakati unasimama na unasema kwamba Kenya ni kampuni na iko na shareholders, sisi tunasimama upande wa Mungu kusema Kenya ni nchi yetu, ni baba na mama yetu. Na tukisema hivyo tunasema kama wahubiri kwamba nchi ya Kenya tulizaliwa zote makabila 40 na nchi hii mwenye shareholder wa Kenya ni Mwenyezi Mungu. He owns the world. He owns the nation.
Sisi we are just stewards. Sisi ni watenda kazi tu. Mwenye shamba atarudi na atatuuliza tulifanya nini na kazi tuliyopewa. We shall give an account to the owner of the nation. So it is politically incorrect kuambia ambao wanasema ni kampuni kwamba sio kampuni. Kenya hii, kama Yesu angekuwa hapa siku ya leo, angesema Kenya ina makabila 40 na uongozi ugawiwe makabila yote. But it is politically incorrect for a Kikuyu and a man of God kusema kwamba tugawe taifa vile inahitajika. Amos alifika mahali akasema hata mkinifukuza, I'll stand on the side of the politically incorrect and tell you it is not right to exalt a few communities in the nation. Kama ningekuwa politically correct, ningekuwa nafuata maaskofu na mapasta wakifuata wale wako katika serikali. But sometimes tunasimama na wale wanasema tunafunyika kwa uchumi, tunarara njaa, mafuta imeongezeka, tumefukuzwa kwa manyumba, watoto wetu hawajarudi shule. Mungu ako upande wa wale wanasema hivyo. God is on the side of the politically incorrect. Niseme nisiseme, Yesu mwenyewe wakati alisulubiwa, kwa maana hakuwa anashikana na viongozi waliokuwa, watu walisherekea akasema asulubiwe, because he was not politically correct. If he was, he could not have been crucified. We might crucify our leaders, but they are on the side of God. It is politically incorrect, like Jesus and Amos, kushida kila wakati tukisema mambo tunayoyapitia ni kwa ajili ya rais aliyekuwa, ni kwa ajili ya handshake. Miezi 6 imeisha na bado tunasema ni wale wale. Siku gani tutasema ni nyinyi? We are standing on the side of God to tell them to account for their days, for their hours, for their time in leadership. It might not be correct. Biblia inasema, namalizia, Biblia inasema usipofanya kazi usile. Tunashukuru kwa maana viongozi ambao wako saa hii wanaendelea na maombi. Lakini tunaambia tuombe Jumapili, Jumatatu mpaka Jumamosi waende kazi, tunajaa. It is politically incorrect kusimama hapa niseme mimi ni mchungaji katika kanisa, lakini hatuwezi fanya taifa liwe ni la Kristo peke yake. Kama ingekuwa ni Muislamu angekuwa rais, aite Waislamu peke yake kwa maombi, si wa Kristo mngepiga kelele. This nation belongs to all religions. And that's why we pray for Raila Amolo Odinga. We pray for Kalonzo Musyoka. We pray for Mother Karua. They might look incorrect, politically incorrect, but they are on the side of God. And finally I say this, Amos alisema, I have one confidence. Mimi nawapa nguvu moja wa viongozi wetu. God is on our side. The end of the times. We don't know when at the end,
but the Lord will be with incorrect politically, but we are on the side of Amos, we are in the side of Jesus, and even if they crucify us, we are telling the people we need our nation back. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.